Nasema asante. Nasema asante. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Mchana wa leo ambao imempendeza Mungu tuweze kuonana tena katika mchana huu, na namshukuru Mungu sana kwa kile ambacho Mungu amekiweka kwenye maisha yako na kile ambacho Bwana amekiachilia kwenye maisha yako na kile kibali ambacho Mungu amekiachilia kwenye maisha yako. Ni jambo la kumtukuza Mungu sana pale unaponifuatilia saa hii kwenye mitandao ya kijamii, mahali popote unapopata video hii. Naamini Mungu amekujalia neema, naamini Mungu amekupa nguvu wewe unayetufuatilia katika mitandao ya kijamii kupitia ukurasa wetu wa Inuka Tena Media, sauti ya neema duniani, na tunaamini Mungu atakwenda kufanya jambo jipya kwenye maisha yako. Na kile ambacho Mungu amekiachilia mchana huu wa leo, tunaamini kuna jambo jipya Mungu anakwenda kutengeneza katika maisha yako. Na somo hili la leo ni la kwako wewe mtazamaji ambaye unafuatilia katika mitandao ya kijamii, na tunamshukuru Mungu sana kwa sababu umekuwa support kubwa wewe unayetufuatilia kwenye mitandao ya kijamii na ibada mbalimbali na masomo mbalimbali ambayo tunayafanya, na unatufuatilia katika ukaribu sana. Mungu akubariki wewe ambaye pia unatuombea. Mungu akubariki sana wewe ambaye una support kwa namna moja ama nyingine. Tunaamini sadaka zako za maombi, sadaka zako za kutuazia mema ili kazi ya Mungu isonge mbele inafanyika, na tunaamini kabisa Mungu hata nyamaza kwa ajili yako wewe ambaye unaomba. Mungu hata nyamaza kwa wewe ambaye unatoa sadaka yako kwa ajili ya maombi, unayeombea kazi ya Mungu kwa namna yoyote. Haijalishi unatuombea kwa design gani, hiyo kwa kufunga, hiyo kwa kutuazia mema kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tunaamini kazi ya Mungu haitaweza kufa kwa sababu neno la Mungu linaenda mahali mbalimbali ambako inawafikia wale wahitaji, inawafikia watu mbalimbali ambao Mungu amewakusudia. Somo la leo linahusu namna gani Mungu anaweza kukutumia katika nyakati zote. Namna gani Mungu anaweza kukutumia katika nyakati zote. Wengi walitamani sana tuweze kuzungumzia hili katika vipindi vilivyopita, lakini kwa uwezo wa Mungu ametupa neema mchana wa leo, wewe unayetutazama na kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Sasa leo kuna namna Mungu ameandaa somo hili. Lazima unapokuwa unafuatilia kwa neno la Mungu, lazima uelewe na lazima ujue neno hili limesimama katika upande upi, neno hili limesimama kwa ajili ya nini, na maombi yako unayoyaomba yamesimama kwa picha gani. Wengi wamekuwa wamejiuliza sana, namna gani tunaweza tukaomba, lakini neno la Mungu ndio kiongozi. Hauwezi ukaomba pasipo neno la Mungu. Neno la Mungu ndio mwongozo wako wa kuweza kuomba. Wengi wameanza kuomba vibaya kwa sababu neno la Mungu haliko ndani ya mioyo yao. Unapokuwa unaomba utaanza kuomba kwa akili zako. Neno la Mungu ndio katiba ambayo itakuongoza. Sawa na sheria za nchi yoyote huwa inaongozwa na sheria na taratibu, na sheria huwa zinatokana na katiba. Katiba inapokuwa inatengenezwa huwa wanatengeneza sheria, na Mungu aliona ili tuenende sawasawa lazima tengeneze katiba. Katiba yetu ni Biblia. Biblia ndio mwongozo, ndio reflector, ina reflect nini sheria ya Mungu imesema. Kwa hiyo ukikiuka sheria ya Mungu maana yake umeshakiuka katiba. Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 11, Waebrania sura ya 11, kitabu cha Waebrania sura ya 11, tutaenda kwa ufupi sana kwa sababu ya muda. Waebrania sura ya 11 tutakwenda kusoma hapo inasemaje, na pia tutaendelea. Kitabu cha Waebrania sura ya 11 na ule mstari wa 10. Biblia inatuambia nini? Mstari wa 10. Biblia inasema, maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu mwenyewe. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa
alimhesabu yeye aliahidi kuwa mwaminifu. Wengi wamekuja kuomba hata kama walitegemea wajibiwe kwa wakati wao waliohitaji, lakini Mungu akanyamaza. Hawajajiuliza kwa nini. Sara, muda wake wa kwenda kupata mtoto ulipita, lakini alipoomba aliamini kwamba atatendewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi wamekuja kuomba maombi ambayo walitegemea wajibiwe siku hiyo hiyo au masaa hayo hayo. Haleluya. Lakini Mungu akanyamaza. Kwa nini akanyamaza? Lazima ujiulize. Mungu ni wa nyakati. Mungu huangaliana nyakati zake. Kwa hiyo wewe nyakati zako ukizipanga, si Mungu amepanga nyakati zako. Kwa hiyo Sara aliomba miaka mingi sana. Inawezekana umeomba jambo kwa Mungu na Mungu hajalitenda. Inawezekana umeomba jambo kwa Mungu na Mungu amenyamaza. Usidhani kwamba Mungu ndio ikawa mwisho wa wewe kushindwa hilo jambo. Hapana. Maombi yako lazima yawe na mtazamo. Maombi yako lazima yawe na mtazamo. Mtazamo kivipi? Elia alipokuwa naomba mvua inyeshe, Elia alitazamia maombi ya kunyesha mvua. Na jinsi gani wewe unaweza kaomba? Mwingine anaweza kasema nitaomba kama Elia. Uwezo wa Elia ulikuwa sio wa kawaida. Kwa maombi yako ndio maana Mungu akaleta neema ya neno la Mungu. Neema ya neno la Mungu ndio hilo litakusaidia wewe kupata mtazamo wa kile unachokiomba, kwa sababu kila kitu ambacho tunakiomba kiko ndani ya Biblia. Popote tunapotutazama na kutufuatilia, elewa hilo. Chochote unachokiomba kipo kwenye Biblia. Usiposoma Biblia, siku utaomba itakuwa hakipo, kwa sababu hujasoma Biblia. Ukisoma Biblia utajua kitu gani Mungu amekuwekea kwenye maisha yako. Ukisoma Biblia, ukisoma neno la Mungu, lazima utajua ni jambo gani Mungu ameliweka utapata kwenye maisha yako. Wengine tunaomba hatupati kwa sababu tunaomba ambavyo havipo. Tunaomba nje ya neno la Mungu. Neno la Mungu ndio kiongozi. Neno la Mungu ndio mwongozo. Kwa mtazamaji, popote unapotazama, jua hilo kwamba Elia alipokuwa naomba, hakuomba apate chakula, aliomba apate mvua. Wengi leo tunaomba ndoa miaka mingi, au tunaomba biashara. Badala ya kulenga kuomba biashara, tunaanza kuombea tupate pesa. Omba biashara mbele za Mungu na Mungu atajibu, biashara itakuja. Usijiulize Mungu ataleta njia gani ya biashara. Mungu ataachilia namna yoyote utapata biashara. Mungu ataachilia namna yoyote utapata mtaji. Mungu ataachilia namna yoyote utapata mtoto. Ndio maana wengi wanaanza kwenda kwa waganga kienyeji, kwa sababu wameshaenda nje ya neno la Mungu. Unapoomba mtoto, hakikisha unaomba mtazamo wako wa kuomba uko katika neno la Mungu. Kwa hiyo unapokuwa unaingia kwenye maombi, jua kabisa utaombaje. Utaweza kuacha kusudi la kuomba kwako ukaanza kuomba kitu kingine. Ukianza kuombea mfano, unataka kupata huduma mfano, ukianza kuingiza maombi ya kuanza kupata vyombo kwanza, umeshaenda nje ya neno la Mungu. Maana yake Mungu anaangalia mtazamo wako wa maombi. Haleluya. Pia Hana, tunamtazama Hana. Kipindi Hana mtoto alikuwa anachekwa, anadhalaulika na Penina. Penina aliwahi kupata mtoto, lakini Hana alikuwa bado hajapata mtoto. Kwa hiyo kiwango cha Hana kuomba kupata mtoto, inawezekana aliomba miaka mingi, lakini wakati wa Bwana ulipofika, neno la Mungu lilipothibitika kwamba Hana atapokea mtoto, na hatimaye akampata Samueli. Maana yake wengi leo tunaanza kuomba maombi nje na neno la Mungu. Unapoomba kupitia neno la Mungu limevuviwa uwezo wa kukupa chochote. Kila kitu kiko ndani ya neno. Ukiomba nje ya neno, hautapata kile ambacho ulitegemea kupata. Ndugu mtazamaji, pale popote unaponitazama, tambua hilo. Na kaa hivyo ukijua kwamba Mungu huwa anaangalia maombi yako, mtazamo wako, vision ya maombi yako. Namna gani unaomba. Ukiomba nje ya neno la Mungu, tegemea kukosa. Haleluya. Haleluya. Naamini Mungu atakusaidia sana. Kwa haya machache katika siku ya leo, lazima ujue kwamba katika maombi lazima uweke imani. Ukishaweka imani ikiwa kubwa, ukijenga imani ya kuamini kile ambacho utakwenda kukiomba, ukiliamini neno, maana Mungu ndio neno lenyewe. Ukiliamini neno, ukaweka imani ya kumwamini Mungu kwamba Mungu nahitaji hiki, na ukaingia kwenye maombi, hata kama ni alisali moja, hata kama ni dakika 5, ukamaanisha kwa imani. Ndio maana Yesu akasema kwamba
hata kama imani yenu itakuwa ndogo sana kama punje ya haradali. Nadhani wengi punje ya haradali mnaielewa, mnaijua, ni punje ndogo sana. Kwa kile kiwango wengi wanategemea kwamba nije nipate imani kubwa nianze. Hapana, ile imani, Yesu anasema ile imani hata ile ndogo kama punje ya haradali, unaweza ukawaambia, ukawa na uwezo na nguvu wa kuambia mlima ng'oka, nenda bahari. Kwa hiyo Mungu akusaidie sana. Unapokuwa unaomba, hakikisha unaomba mtazamo wako expectation yako inalenga kwenye nini? Ndio maana nikatoa mfano mwanzo nikasema wengi wanaanza kuomba nyumba wakati huo mahitaji ya muda huo sio nyumba. Wengi wanaanza kuomba magari, muda huo sio kuomba gari. Mungu anaangalia mtazamo wako wa maombi. Ndugu mtazamaji, kwa mahali popote jua kabisa kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako inategemeana ni jinsi gani umemuelewa Mungu. Ndio maana kwenye Ayubu pale akasema kwamba mjue sana Mungu. Ukishamjua Mungu, Mungu ni nani? Mungu ndio neno ambalo hili tunakufundisha leo. Mungu ndio neno. Ukiliacha neno umeshamwacha Mungu. Wengi wanajiuliza, utasemaje nimemwacha Mungu? Namna gani? Ukishaenda nje na neno la Mungu umeshamwacha Mungu. Kwa hata maombi yako pengine huenda asijibiwe kwa sababu unaomba nje ya neno la Mungu. Ukishaomba kwa imani pia katika Ibrania 11 sura ya 11 mstari wa 6 pale Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumfanyaje? Kupendeza Mungu. Kwa hiyo katika neno hili fupi ambalo ningependa ulipate mchana wa leo, ndugu mtazamaji, najua kabisa kuna muda uliomba pasipo imani na ukaanza kulaumu, ukaanza kuomba maombi ya malalamiko. Haleluya! Maombi ya manunguniko kama mtumishi Hagai. Haleluya! Alianza kunung'unika mbele za Mungu. Mungu, wanatupiga vita, tutakufa. Hapana. Ukianza kuomba maombi kama hayo, baadaye utaanza kuona Mungu hayupo. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo weka imani katika neno. Ukishasoma neno la Mungu ukalielewa, umeshamuelewa Mungu. Wengi wanasema nitamuelewaje Mungu? Kumuelewa Mungu maana yake utalielewa neno. Wengi tunaomba nje ya neno, ndio maana tunashindwa kupokea baadhi ya vitu vya thamani. Vitu vya thamani si kwamba utapewa mgodi umiliki. Vitu vya thamani vinaanza rohoni. Rohoni kukiwa thamani, ukatengenezwa rohoni, kuna vitu vitaanza kuzaliwa vipya ambavyo hukutarajia kuvipokea. Mungu akubariki sana. Naomba nikuombee mchana wa leo ili tutakapokuwa unatafakari neno hili katika maombi yenye mtazamo na imani. Hakikisha unaomba maombi ya imani, maombi ya kimtazamo. Mungu anaangalia, anatazama, huyu anataka ombe nini, ili nini. Unaweza ukaomba gari, baadaye ukaanza kuwatupia watu matope. Yaani mawazo yako ni kumkomoa mtu. Mungu hawezi kujibu hayo maombi. Na ndio maana unaomba miaka mingi ili ujenge nyumba, uanze kualimishia. Hapana. Mungu anataka ajibu maombi yale yenye mtazamo, yenye imani kwamba nataka niombe hiki na Mungu akinitendea. Kama tunamuona Hana alimwahidi Mungu, akampa nadhiri Mungu kwamba endapo utanipa mtoto huyu nitakuletea, nitakupa wewe akae kwako. Kwa hiyo Mungu anaangalia jinsi gani unaomba. Ukianza kuomba maombi ya kumkomoa mtu, Mungu maombi hayo hataweza kuyasikia. Na utaanza kuhisi kama Mungu hajanisikia. Yaani kumbe uliomba kwa akili zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwenye rehema sana. Mungu ni mwenye upendo. Kwa hiyo nataka nikuombee mchana huu wa leo. Utakapokuwa unatafakari neno hili la mchana huu, naamini popote unapokuwa unanifuatilia katika madhabahu hii, Mungu atakujalia uwezo na namna mpya ya kwenda kufanya mambo makubwa ambayo hustahili kuyafanya. Mungu mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo. Baba, tazama watazamaji hawa wanaonifuatilia pande zote za dunia. Naamini neno hili litawafikia katika viwango ambavyo si vya kawaida. Neema na utukufu wako Bwana ukawe mkubwa mno. Yule aliyetarajia aombe, akaomba kwa akili zake, Mungu nahitaji neema yako ikamvushe katika lile neno aliloliomba. Kila alichokiomba kikafanyike sawasawa na mapenzi yako na wala si kwa mapenzi yake. Bwana, muda mwingine watu tunaomba kwa akili, lakini Mungu tunahitaji neema yako ikatuvushe. Tunahitaji uwezo wako ukatuvushe. Bwana, watu hawa wanaonitazama sasa pande zote za dunia, Mungu kawape nguvu, kawape neema ya kustahimili pale wanapopapitia. Inawezekana wengine wameomba miaka mingi, kile walichokiomba hakijafanyika. Tunaamini mkono wako ni mkubwa. Popote Mungu ujumbe huu utakapofika, mataifa watakaposikia, mashariki ya mbali watakaposikia,
magharibi, kaskazini na kusini. Bwana wa majeshi, nguvu yako na nuru yako ikaangaze kupitia huduma hii tunayoifanya. Bwana wa majeshi, tembea juu yao, wakumbuke kama ulivyowakumbuka watoto wako wana wa Israeli wakavuka kwa ushindi. Nasi tunahitaji uwezo ule ule, nguvu ile ile iliyowavusha watoto wako. Bwana, watakapoendelea kunitazama watu hawa, Mungu kawape neema yako, ukawastahireshe mahali walipokuwa wamepata tabu. Mungu kawavushe katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Pokea neema mchana huu, pokea neno la Bwana mahali popote ulipo. Endelea kutufollow, endelea kutufuatilia katika ibada mbalimbali ambazo tunakuwa tunaziweka, masomo mbalimbali. Naamini utafaidika katika viwango visivyo kawaida. Mungu akubariki sana, uwe na wasaa mwema.